Na wasalimu katika jina la Bwana. Ni mchungaji Fasten hapa nikiongea. Mathayo 11 mstari ule wa 28 umeandikwa, njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kila mtu ana mzigo wake. Watu wana mizigo tofauti tofauti. Mwingine ana mzigo wa dhambi, inatakiwa mzigo wa dhambi autue. Kuna mwingine ana mzigo wa magonjwa, kuteswa kwa muda mrefu, inatakiwa utue. Kuna mwingine ana mzigo, anakosa amani, anakosa usingizi, asumbuka, mke wake anamsumbua, mume anamsumbua, watoto wanamsumbua, ni mgonjwa, mama mgonjwa, mume mgonjwa, au ndugu zake, au ametengwa na ndugu zake. Watu wana mizigo mbalimbali. Yesu amesema atawapumzisha. Yesu anakuita ili akupumzishe. Yesu hauwezi kumuona kwa macho ya nyama, bali kuna watumishi wake ambao wapo kila sehemu, wapo kila kona. Mahali hapo ulipo wapo. Kimbilia kwa watumishi wake, kimbilia kwao ili upate kusaidika. Watakuongoza njia iliyo sahihi ili uweze kupata hiyo mizigo ipate kutuliwa. Ni kweli kabisa, Yesu Kristo mwana wa Mungu hai anatua mizigo, anatua mizigo. Hilo jambo ni hakika na kweli, na neno la Mungu huwa halidanganyi. Neno la Mungu ni maisha. Neno la Mungu kulifuata ni uzima. Neno la Mungu ni kweli na amina. Neno la Mungu huwa halikwepeshi. Neno la Mungu ni hakika. Neno la Mungu hakuna chochote ambayo huwa halijipingi. Amen. Kwa hiyo sasa kimbia kwa Yesu. Yesu atakutua mizigo yote. Una shida, unasumbuka na magonjwa, unasumbuka na balaa, maisha yamekutesa, unadaiwa madeni, kimbilia Yesu. Anayafuta yote. Yesu anakupa amani.